Mwakatobe, Nyangema, muwe tayari. Kila nikitizama naona vita inakaribia. Sijisikii vizuri. Yaani kuanzia hapa kwenye kiuno kushuka mpaka miguuni sisikii chochote. Hivi ni kwamba uligongwa na nyoka au nini kilitokea? Mimi mwenyewe sielewi. Nimeshangaa tu kitu kimenigusa mguuni, afu baada ya hapo nikapata maumivu makali sana. Sielewi nini kilitokea. Ila kwa kuwa kumesha kucha, tufanye mpango tupate usafiri, niweze kwenda hospitali ili tujue shida ni nini. Kwa jinsi ilivyotokea na hii hali yako iliyokuwa nayo sasa hivi, sidhani kwamba unatakiwa kwenda hospitali, ila kuna mtu naweza kaongea naye akakusaidia kwa njia za asili. Tiba za asili? Ndiyo, zinaweza kukusaidia 100% ukapata msaada kupitia njia za asili. Mimi nipo tayari. Muhimu nirudi katika hali yangu ya kawaida. Ilikuwaje? Tulikuwa tumeenda kutafuta kuni. Mara ghafla wenzangu kuna kitu kikagusa mguuni mwake. Nilipomuuliza ni nyoka, akasema sio nyoka. Kulivyokucha asubuhi, kaambia kuanzia kiunoni hadi mguuni kabla kapooza. Kwa jinsi ninavyomtazama mgonjwa wako na hali halisi jinsi ilivyomtokea, nasikitika kwamba siwezi kumsaidia. Kwa nini kaka? Nimesema siwezi kumsaidia. Vipi shemeji? Ulifanikiwa kumpata? Hapana shemeji, sijampata. Nilihebu kumfuatilia kila kona, mwanzo wa barabara mpaka mwisho mpaka stendi. Sikuona chochote kile.
Hata kama kuna vitu mlikuwa mjaelewana, mngekaa chini mkazungumza. Kiukweli amevuruga sana, na kama ana mwanaume mwingine bora angekuwa wazi tu kuliko upuuzi anaofanya kuondoka bila taarifa yote. Najua una maumivu sana moyoni kwa sababu unampenda sana mke wako, ila haya yote yatapita na mambo mengine yatasonga mbele. Naona ulikuwa unapika. Kama utojali, naomba nikusaidie. Mjukuu wangu, unapenda sana kuuliza maswali. Tatizo lako unataka kila kitu ukijue. Sawa bibi, lakini sikuwa na maana mbaya. Lengo langu lilikuwa zuri tu. Maana ile juzi ulivyoondoka usiku, ningejua unaenda wapi au kama kuna kazi unaenda kuifanya, ningeweza mimi kukusaidia. Najua polipo wewe umri umeenda na hauwezi kuona vizuri. Kwa hiyo mimi mjukuu wako nipo, ungenipa hiyo kazi nikusaidie. Lakini sio wewe mwenyewe kutembea usiku ukiwa peke yako, sio vizuri bibi. Sio kila kazi anayoifanya mtu na wewe unatakiwa uifanye. Kazi zingine zina watu wake. Sawa. Lakini leo na ratiba ya kwenda shambani. Nataka niende pale nikaangalie mambo yanavyoenda, lakini pia sikuwezi kupata nafasi ya kuangalia shamba zima. Nataka leo nizunguke shamba zima, niangalie vizuri mwanzo mpaka mwisho. Kama unaenda shamba, usiende saa 7 au saa 10, lakini masaa mengine yote nenda. Saa 7 au saa 10? Kwa nini? Na mimi na swali. Ukinijibu swali langu, na mimi nitakujibu swali lako. Sawa, niulize. Kizibo cha soda kinaitwa kisoda. Je, kizibo cha bia kinaitwaje? Kama ujui, na mimi sitakujibu swali lako. Yaani shoga yangu, dada kaondoka, mbaya zaidi. Kaondoka hajaniaga hata mimi mdogo wake. Hajulikani kaenda wapi. Dada yako huyu yule anamjua mimi? Ndio huyo, nani mwingine? Ilikuwaje mpaka kaondoka au kimetokea nini? Alikuwa anaandaa chakula. Mume wake katoka mara moja, anarudi hamkuti. Na mbaya zaidi hajaniambia hata mimi mdogo wake anaenda wapi. Au kuna mwanaume mwingine amepata, ndio maana akaamua kuondoka? Hata sijui. Si ana mwanaume, ila angekuwepo mbona hajaniambia? Kaondoka tu ghafla bila hata kuniambia mimi mdogo wake. Kwa dada yako afanani na alichokifanya? Kamwacha mbaba watu na mawazo, hajui hata afanyeje. Kwa jinsi dada yako anavyoonekana mstaarabu, sikuzani kama ataweza kufanya kitu cha kinyama kama hii. Na kama na mwanaume mwingine, bora angeomba talaka ili waachane kwa amani. Kwa ninavyomjua shemeji yangu, anampenda sana dada yangu. Na sijui kwa nini ameamua kumfanyia hivyo. Haya makubwa. Lakini mume wake inabidi ajikaze. Huenda anaweza akarudi. Labda, sidhani. Kama kaondoka hata mimi mdogo wake wa damu hata kuniaga, sidhani kama anaweza karudi. Labda, ya tusubirie tuone.
Unafanya nini hapa kwenye shamba la bibi yangu? Kuna sehemu nilikuona wewe. Nilikusalimia lakini hakutaka kunijibu. Habari yako? Mzima. Na leo nakukuta hapa kwenye shamba la bibi yangu. Wewe ni nani? Na unafanya nini hapa? Naongea na wewe. Bwana, afadhali nilivyokuona ndugu yangu. Huu mguu uko poa kwako. Aha, kumbe huo mguu ni wa kwangu. Yaani kabisa. Basi nipe niondoke nao. Au kuchukua panga ni ukate? Sijamaanisha hivyo ndugu yangu. Bwana ndugu yangu, leo bwana kinikuta kitu kizito. Bwana Mwakatobe, katika pita zangu mimi bwana, pilika zangu, nikakutana na huyo dada. Dada akanisimamisha kwa kuwa mimi namfahamu kwa heshima yake bwana, nikaamua bwana nimsikilize. Kumsikiliza bwana, akaniambia mimi nina mgonjwa nyumbani. Yuko mahututi. Mimi nikasema haina shida. Kwa kuwa sisi unajua sisi wachawi muda mwingine tunajifanya sisi watu wema, nikasema ngoja nikamuone mgonjwa. Nilivyompima katika vipimo vyetu vya kazi, nilivyomwangalia yule mgonjwa, nikaja nikagundua bwana mkuu ndio alompiga kijuju. Toka mlaza hapa. Sasa ndugu yangu mimi bwana sikufichi, yani ilibakia kidogo tu yani. Yani kobodo kidogo. Yani ningeonekana mimi ni kielele kama wewe Mwakatobe. Mimi nadhani ungekutana nawe ungefanya jambo ninavyokuona. Tatizo lako wewe una akili. Kwa sababu akili unatakiwa kwenye kitu hapa utumie polipo shot shootamba. Kuna kitu kinaitwa polipo shot shootamba. Tumia polipo shot shootamba. Sawa? Siku hizi wachawi tumeendelea. Ni uchawi wa kidigitali. Mchawi unatakiwa utumie macho matatu. Kwa hiyo ukifanya mambo yako bwana, ukamwangalia mtu vizuri, ukamzumu, ukamchungulia, ukamchabo, ndio ukajua hata kama juju kalipanga mkuu, unalitegua kwa kutumia polipo shot shootamba. Unaogopa mkuu? Mkuu ndugu yako. Mkuu ndugu yako? Acha ujinga bwana. Usiogope. Wa kuogopewa ni Mungu tu, sio mkuu. Unasema nacho uoga wakati wewe mwenyewe hapa mkuu kwa kupima tu mara moja. Mimi kwanza nimesikia kwanza mkuu amekupima kidogo tu, nguvu una. Yaani mkuu mwenyewe kaniambia mimi nikuongezee nguvu ili tuwe tayari kwenye mapambano. Hapo wenyewe hapo mkuu kaniambia mimi nikuongezee wewe nguvu. Ile tu kingine nikwambia kitu kama Mwakatobe bwana, nikwambia kitu. Punguza kutumia nguvu zako kwa vitu ambavyo havina msingi wowote. Wewe umegombana na jirani yako pale Mwakatobe bwana. Yaani uko umegombana naye kitu kidogo tu, kakunyima chumvi, umemfanya bubu. Basi tumie basi nguvu zako kwenye vitu vya maana Mwakatobe. Alafu nikikwambia unanibishia. Alafu kumbuka mimi nimekuzidi nguvu. Sio, unanielewa? Mimi labda nikupe siri tu. Mimi nguvu ninazo. Tena nina nguvu za giza, nina nguvu za kike, nina nguvu za kiume, nina nguvu za kila aina. Mimi stima, waya, ngangari, nganganga. Mimi nishamwambia mkuu tena nimemtoa hofu. Mimi safari hii nafanya mazoezi. Nakalia mkuki. Napanga mikuki kama 7 hivi. Bwana. Alafu nakuwa wa mnyama. Kama kuku alobanikwa pale, alochomwa, na rukia. Kwenu mikuki 7. Wewe fanya tu mazoezi yako. Unasema unakalia mikuki, unakalia mapanga, mara magogo, unasema unachanua miguu hivi. Wewe fanya mazoezi. Lakini ukiingia hivyo ulivyo, nakwambia utoboi. Kimya. Unazidi nguvu wewe. Huna mkuu wote. Mimi ndo mkuu. Si ndo wazao wa kijiji hichi. Konkodi. Na dawa yenu nyewe iko jikoni, inachemka. Uda wake ndogo.